as the host new wawili mnaingilia sana. Usiani hati hapa mimi hivi. Tuliambiwa ingilia msoneza piga. Yeye anaweza piga. Ngoja mnaingilia nilikukulia kitu. Mnaingiliana sexually. Guys, tukue. Wazito, si ati kila mtu alisomea town. Kuna mwenye alisomea Wagithomo primary, akasomea nursery, akasomea secondary, alafu akaitwa University of Nairobi. Na hajai kanyaga town. Ulikaribishwa aje town? Coming out of Marine Park, Ndagani, Chuka, karibu na Chuka University. Episode 3, That's It Podcast. Ndani ya nyumba, tuko na the one and only critic anaitwa Grego. Grego, holla at your people. That's it. Aye, twende kazi. Nyoro wako ndani ya nyumba. Nyoro. Tuko na Daisy, Lady Queen ndani ya nyumba. That's it. DJ Kenny wasemaje? That's it. Aye. But MC Bahati mwenyewe. Sasa tunataka kujua story ya kila mtu alikaribishwa town. Si lazima ikuwe Nairobi. Kuna matown kama Mombasa, kwenye ulipitia Sabasaba ukafanyiwa maneno. Kuna mahali kama ulienda concert ya Taras Riley ukaibiwa simu. Story yote yenye uko nayo, wacha stories zishike kama boxer ya boutique. Tuanzie hapo na Mr. Critic mwenyewe Gregory. Kuliendaje ukakaribishwa town, na hiyo town ni gani? Mimi nilikaribishwa town hapa Chuka. Kuliendaje Chuka? Sijakaribishwa town Nairobi. Nairobi ushazoea? Si kuzoea, baby niko na bahati tu. Lakini hapa Chuka nilikaribishwa town. So, kuliendaje kaka? Ilikuwa 2021. Yeah, 2021 after nime graduate. So, tuli graduate December, I think it was on December. I can't recall the date exactly. So, after graduation, kuna kwanga na zile sherehe za home. Wazazi wamekuja. Unajua mi mother wangu ni ule mse mwenye hizo occasions huwa achorei. Any milestone in your life lazima mta celebrate kitu. Ako ndani. So niko Kejani, after nime graduate my dad came, alikuja na bro yangu. So mzae alirudi home, nikabaki na bro. So juu najua naenda home after 1 week, so nikabaki na bro. Nini. Now I'm preparing kwenda home. So nimeanza kuhustle, nimeshika tu pesa nikasema this time mimi siendi nyumbani na matatu. Lazima kibulu umegraduate Omera bwana. Imegraduate. Kwanda aje matatu. Matatu sio. Yao kwa matatu waziingiani. Degree kwa matatu. So I have my friend Pato, I think mnamjua. Pato hiyo time alikuwa anafanya photography. So nikamwambia Pato ni aje, juu naenda home kuna hiyo sherehe nini na itataka photography. Akaniambia twende. Kwanza hao ni boys wangu hata nitaoffer free. Nikamwambia chonjo. Very nice. Akaniambia bora tu uprovide fare. Sasa unaona sasa niko na Pato, niko na bro na mimi. Nikaangalia okay, ukifanya hesabu zako za ujinga unaona hapana. Why tu gari iko better than kulipia wasee fare hivyo. Let us hire. Acha tu hire gari. Yes. So nikaingia pale Facebook nikatafuta nikapata namba. Kapiga simu. Alafu kuna wezi, alafu kuna masters. Unaona? Sasa kuna ngoja. Sasa kuna wezi, kuna degree, alafu kuna masters. Patikana. The guy I met this time, that guy was so smart. Haunge suspect hata any 1% juu mse ni conman. I called him. He didn't pick. Alicancel ile yenye anatuma na message. I'll call you back in a meeting. Sawa. Asha build credibility ya kwanza. Mtu kwanza shika simu, but I'm in a meeting and I'll call you back. And immediately after kitu kama 20 to 30 minutes he called back. Hello, habari ya leo nini? Nikamwambia mimi niko Chuka, nimeona sijui una haya magari nini. Akaniambia tunafanya kazi ya kuhaya gari. Nikamwambia so nataka kwenda Kitale for 5 days. I need a car. No,
Actually, I wanted the car for 1 week. Sasa na nakucharge ngapi approximately ikikuja? Hii story ni yangu. Cheza kaa wewe brother. Jamaa kaniambia ati okay, I'll call you in a minute. Let me talk to my secretary tuone kama kuna gari ziko because ni December na gari zinaenda. That's credibility number 2. Number 2. Ametoka meeting. Now hana kierere ya kuniambia gari iko pesa. Let me talk to my secretary. We schedule you. I told him well and good. Akacall after 5 minutes. Kaniambia so you are lucky. The only cars zimebaki, we have only saloon cars. We have 2 Fielders, 2 Premiums and 1 Axio. I told him actually I want a premium. Which premiums do you have? Akaniambia let my secretary send you the photos. Details. So si ujamaa sasa anatuma a different number inanitumia kwa WhatsApp picture. Kanitumia premium mbili, moja ilikuwa KDB. Hiyo time KDB bado ilikuwa gari mpya. Moja kalikuwa KDB ya white na this other one was I think ilikuwa maroon but ilikuwa KC something. So I was interested in KDB kitu mpya. Nikamwambia hii KDB ni safi. Ni nataka. Kaniambia so how many days do you need the car? Nikamwambia 5 to 7 days but let's say 7 days. Ikienda sana 7 days. Kamuliza how much do you charge? Akaniambia 3k. Nikasema well it's within my budget. Nilikuwa nisha approximate 3k 3500. Chonjo. Jamaa akanipea details. Akaniambia utaweka do hapa hivi. Nikamuuliza niweke nusu ama yote. Akaniambia whichever is good with you. Credibility number 3. Whichever is good with you. So this guy, unajua mtu anataka kukuibia atakwambia weka yote. He told me mimi nifanye. Alinipea free will. Vile unajisikia baba? Mimi nikaekelea 21,000. Yo sasa ni yote. Yes, sisi mimi nikaekelea yote. Sasa whichever is good with you now I trust this guy 100%. Credibility ya control. Akaniambia 21,000 perfect. Nikaandikiwa receipt, nikatumiwa receipt WhatsApp. Sijui whatever kahaya nini. Akaniambia sasa nitumie ID yako. Si umesema ID na DL. Si umesema sijui nilikuwa nishamwambia niko na experience ya kuendesha gari for 3 years. Tuma DL, nikamtumia DL. Credibility number perfect. Amsema amekushare hizo details zote, nimeona hadi receipt. Credibility true. Akaniambia sasa gari iko Maua. So utakujia Maua ama uletewe gari? Nikamwambia Maua ni mbali, nilikuwa nishakanyaga Maua once. Anajua it's a distance. Kamwambia niletewe. Kaniambia so utalipa driver 1000 na uweke mafuta ya 2000. Naletewa gari ni mimi nataka, why not? Nikatuma 3k haraka. So now nikapewa namba ya driver. It was around saa 7 mchana. Nikipiga estimate yangu kutoka ngoja. Hii gari inakuja saa ngapi? Like you need it that day. Ilikuwa inaletwa that day. Yes. Alafu unaitumia nilikuwa niitumie the next day. Ilikuwa inaletwa on Wednesday, nilikuwa niitumie on Thursday, ni Friday ni relax, sherehe iko Saturday. Okay, sawa. Nikapewa namba ya driver. Driver called me. Niaje? Nimepewa namba yako na boss. Nimeambiwa nikuletee gari Chuka. Uko Chuka wapi? Nikamwambia niko hapa Chuka. Ukifika tu Chuka University utakuwa umefika. Akaniambia, "Aya sawa, niko Maua, gari iko car wash, acha ioshe alafu nilete." Chonjo. Very good. It is around it was around 1. So nikifanya calculations zangu kutoka Maua to Meru to Chuka, nikasema ni kitu kaa 2 hours, but acha nipe ujamaa 3 hours. 3 hours iko sawa. 3 hours iko sawa. I waited. Saa 8. Saa 9:30. Ngoja saa 9:30. Hapo ndo tuanza kuangalia time. No, sikuwa na pressure actually. I was very at ease. Everything ilienda smoothly. Wacha nikwambie the Kikuyu in me. The Kikuyu in me. 30 minutes to time niko. Umefika wapi? Everything interaction yangu na Omse ilikuwa imerun so smoothly. So hauna tashwishi. Saa 10. So saa 10:30 I called the driver. Akaniambia atanichelewa kidogo but nimepita Nkubu. Chonjo. Saa 11 the guy calls. Ati sasa boss, makosa imefanyika. Nikamuuliza makosa gani? Niko hapa Igoji, gari mguu moja imepasuka na anajaribu kupigia boss, ananiambia secretary ashatoka kwa ofisi, so hawezi fanya nini? Hawezi repair, hawezi toa pesa ya kuunda mguu mwingine. So kuna mguu nimepata hapa Igoji, unaweza tuma 2500 niunde mguu. Nikaanza kusema hapana. No. Mimi kurepair mguu, that's not my problem. Gari inafaa kufika kwangu ikiwa nini? Iko in a good condition. In good condition. Unaona?
unless iharibike na iharibike ile yenye mimi nimeharibu, not nyinyi amja service gari yenu. Kaniambia sasa unajua sasa mimi hapa hivi mimi ni driver tu, mimi sijui nitafanya aje. Haya. Kaniambia acha niongee na boss. Kasema sawa. 10 minutes later the guy calls me. Naongea na boss ananiambia yeye hana pesa na secretary ndiye anafaa kutoa pesa na secretary ashafunga ofisi. Sasa tufanye aje? Niko hapa Igoji hapa kwa petrol station. Ama unaweza kuja Igoji ujiangalie mwenyewe, kama unaona utanunua mguu sawa, kama utanunua wewe utaamua tu. So niko kwa nyumba, nilikuwa Kejani Pressure. na Pato pia. Pato kuna job tulikuwa nashughulikia na Pato. So tuko na Pato na wao sasa huyo bro yangu. Nikauliza Pato, msana niambia hivi tufanye aje? Pato akaniambia kama amesema nini juu ukituma do mazee unajua inaweza kuwa ni ukora. Unajua sijaambia Pato nishalipa 21,000 na nimelipa 3,000 because I knew you will judge me. Ngoja. Sasa Pato ndo alikupatia hint ya kwanza that hii inaweza kuwa. Akaniambia huyu anaweza kuwa mkora. So tufanye aje? Tuende tu. Katoka. Tukachukua matatu. Tukaenda. Sasa unajua hizi matatu zinaenda zikisimama. By the time nafika Igoji ni kama 6:40 jioni huko hiyo. Pigia huyo jamaa. Tuko hapa kwa petrol station yenye umetuambia kuna petrol station inaitwa Equipetrol iko Igoji. Tuko hapa kwa petrol station yenye umetuambia uko wapi? Ati niko kwa hoteli hapa nilikuwa nakula. Acha nikuje. Okay. Ulikuwa kwa petrol station, uko kwa hoteli. But si gari inafaa kuwa. Gari si inafaa kuwa hapa. Yes. Sasa ikaanza hapana. Sasa ngoja. Hiyo feeling. Nikaanza sasa no, something is not adding up. Something is off. Something kuna kitu iko off. Kidogo hivi tena nikapigia wewe jamaa simu akaniambia nalipa na kuja. Nimekaa tukasimama hapa na Pato tu 10 minutes later. This guy sasa ni anatupigia simu. Ulisema unaitwa Gregory? Nikamwambia yes, mimi naitwa Gregory. Uko wapi? Nikamwambia niko hapa Equipetrol. Na si this guy na yeye akaniambia alidescribe venye yeye ni mwizi in such a good way hata sikuzua. Hakusikia vibaya. The guy told me, ati Gregory, unajua sasa mimi nilisoma university, nika-graduate na sikuwahi pata kazi. So, kazi yangu ni kugonga watu kama nyinyi. Guy. I had up. Nikaangalia Pato, sikumwambia kitu. I read it from my face. Tukatoka Igoji. Sasa Ngoja. Nataka u describe your feeling like what was going on in you at that time. Sasa juu umejam. I didn't know actually how I felt. Ni kama mwili yote ilikuwa namba. Like nimekasirika but I'm not even in control of your hasira. I can't do anything. Pesa imeenda. Ushajiona fala. Actually hata nilikuwa nataka sasa kitu ikaniambia sasa basi pigie ule boss. Lakini kitu kingine ikaniambia it was just the same person. It's the same guy, you never know. Tukatembea na Pato, tulitembea for like 15 minutes kutoka Igoji. Ndio Pato akaniambia wewe unajua tuwezi tembea hadi Chuka. Tupande matatu. Hiyo ilikuwa therapy. Therapy ilikuwa kutembea. Tupande matatu. So all along what Pato knew was mimi I only paid 3,000 ya mafuta na ya driver. Ajui kuna hii nyingine ajui. So tukirudi Kejani ananiuliza tufanye aje? Tuongee na Kolo. Si mnajua Kolo. Tuongee na Kolo, maybe anaweza kuwa anajua mse mwingine ana haya gari. Nikamwambia tuna haya gari na pesa gani? Sasa si umeokota do. Akaniambia na gari ulikuwa unaitisha mzae si. Nikamwambia wewe achana. I just told him one thing. Wewe achana na mimi. Ndio baadaye but hiyo Friday nilikuja huyo Kolo alinitafutia gari. Na kuna mse alikuwa na dogo yangu alinilipa hiyo Thursday usiku. Alinipa Thursday usiku. So eventually degree ilifika. Okay, ilifika na gari but well ilisoma pia. Bado gari nilipewa hiyo time. I don't want to mention the name of that car. Nyinyi wote mtajua ni gari gani. But huyo jamaa alinipea gari, Ushaiona gari kwa speed ya 80, kuna tu venye una feel tu kuna kitu iko off. Sasa wacha nifike place nyingine kwa mteremko mzae nilikanyaga brake hadi nasimamia brake gari isimame. Kanyaga mabati, mpaka mabati. Yoda tuambia sorry for another day. But hivyo ndo nilikaribishwa town. Hivyo ndo nilikaribishwa town. Well done. Bora uko hai, bora uhai. Ladies and gentlemen, pale kwa comments tungependa kusikia mkituambia ulikaribishwa aje town na hiyo town ilikuwa gani? Kwanza watu wa Mombasa Kenya mlinifanyia nyinyi.
Wacha niache. Nairobi mimi nishaikaribishwa. Mimi nilikaribishwa Nairobi. Sasa nimeingia nimetoka home. Nilikuwa nasomea KMC. Nikienda kuingia KMC nikapatana na jamaa na anakaa tu mshabi mlevi hata alikuwa ananuka pombe mad. Unajua nimetoka home sana niko sober nataka kuingia chuo. Nikapatana jamaa akaniangalia. Sasa hizo kwanza home, nimebaiwa simu. Kale kasimu kadogo hivi ka Sony Ericsson. Kana wakalight ya blue hapa chini orange kana kaa vizuri. Sasa naenda kuringia watu wase chuo hiyo time. Kabu jamaa akanikaribia. Kamuuliza ni nini mzee? Kaniambia sasa sijui kama mnakumbuka charity sweepstake. Nakumbuka game ilikuwa inaitwa charity ilikuwa ya kuscratch. Hii ni ya wazee, unajua charity sweepstake. So hii ni ya wazee. So ulikuwa unapatiwa unabuy kadi Ukisoma nilikuwa nanyonya mzee. Sasa hadi nikisoma ulikuwa unanyonya ni wewe kwenda huko. So hii game ilikuwa hivi. Ukiscratch upate 3 matching numbers. Kama ni 2000 unashinda. Juu ilikuwa na slots 4. So ukiscratch 1, ukiscratch 2, ukiscratch 3 ya 4th bora umepata 3. Huyu jamaa amenionyesha kadi hivi. Iko na 100,000. Buda. Sasa nikamuuliza na si upeleke kadi kwa ofisi, so ukishinda unapeleka kwa headquarter, unapatiwa do yako clean. Hakuna story. Kaambia na si upeleke nini? Kaniambia kuna family members wananingojea pale kwa headquarters. Na wase najua tu nikipata nao watanichukulia do. Nikaangalia hiyo kadi basi. Naona wallahi hii ni 100. Hata ingine yesi lazima uscratch. Juu ushashinda. Win. Sasa nikamuuliza buda unatakaje? Kaniambia sasa tufanyaje? Wewe twende nikupatie hii kadi. Wewe upande juu kwa ofisi headquarter ugo gay. Ukiwa gay wewe upatiwe do tupatane. Mimi nakupatia 20,000. Nikaona hii 20,000. Wewe pesa hiyo time 20,000 ilikuwa do bro. Nikamwambia sawa. Sisi hata kwa matri tunamwambia kaa hapa unavile unanuka kaa hapa. Jamaa Concordia na nini conductor anakuja anasema hapana huu ni mimi nalipa. Huu asiguswe sonkore. Pale anniversary. Si anniversary towers. Unaona Hilton opposite. Pondo hizo ofisi zilikuanga. Sasa mimi nikaenda kupanda, mimi niko na kila kitu. Nikaenda kupanda mimi nafikiria 20,000. Leo nitachafua. Nikaenda kuingia kaniambia lakini bro, unajua unaweza enda hivyo alafu upotee. Nikamwambia wewe ndio umenipata nini? Mimi hata nikusikia. Hapana unajua itu hii nini? Akaniongelesha akaniingiza box akaniambia unajua hii pesa ni mingi. Unaweza enda upatie pesa na nisikuone. Nikamwambia sasa unatakaje? Mimi hata ndo nimekulipia fare, kwani unaona kwa mimi ni msemzi? Kaniambia ni nini uko nayo unaweza shikilia? game over. Ni nini uko nayo unaweza shikilia? Ndo at least niko sure unakuja. Nikakaa hiyo nikaona twende tao. Kaniambia shika simu. Mimi narudi. Wewe pesa yako 80,000 nakupatia clean. Sasa nikiingia kwa hiyo building, wewe Ochi ndio alikuwa mtu wa kwanza kuniweka akili. Akaniangalia akaniambia wewe vile nakuona nikao umekoniwa. Na akanyamaza. Mimi namwangalia kuna sura mbaya zile za wewe kwenda huko baba. Mimi nakula 20 yangu hapa clean, unaona ni show story gani? Haya, nimefinya lift. Sasa niko kwa hiyo lift ndio nafikiria by the way, mimi niko na karatasi Kuna simu. na huyu jamaa kuna simu. Lakini mambo iko tu sawa. Ngirimbao. Na hakuna kitu nimedu. Nenda hapo kwa kashia. Sasa kashia ameniuliza swali ya kwanza. Hii ticket ni yako? Nikamwambia, what do you mean? Unajua sasa ufai kuwa na ticket ya mtu mwingine. Hii ticket ni yako. Nikamwambia, hii ticket ni yangu. Akasema, sawa.
Kakuja na magnifying glass kale kwa hivi. Unajua kale kama watch. Kakaeka hapo. Kaangalia hizo numbers. Kwanza hii ticket ni yako. Nikamuuliza kwa nini? Akaingia huko nyuma akatoka na jamaa ingine bonge la. Yaani jamaa bonge la mtu. Bonge la mtu miraba misaba. Hii ticket ni yako. Nikasema hapana. Umeacha nini huko chini? Sasa nimeanza kutetemeka. Umeacha nini huko chini? Kuna simu nimeachia jamaa. Niambia umekoniwa. Haki ya Mungu. Huyo jamaa alikuwa amesema nikitoka nitampata kwa kona fulani, sawa? Sasa tumeingia huko back office. Acha tu rewind. Tumeingia huko back office. Huyo jamaa akanipatia magnifying glass. Nikapitia hizo numbers hivi nikaona yenyewe kuna one moja imetolewa hivi. Makasi razor blade. Wakatoa hako ka one, wakatafuta kadi nyingine yote, wakatafuta one nyingine. Wakaifinyilia hapo na kaglu na wakashikilia vizuri. Ukiangalia hivi face value, huwezi ona shit. Jamani nashuka kwa hiyo lift. Nasikia kwenda kupiga ule wochi. Mwenye aliniambia wewe niko umekonia. Sasa nikipita hapo akaniambia nikatoka hata sikuangalia kwenye hoja jamaa alikuwa ameniambia ati ukitoka tu hivi uangalie hapo utanipa, hata sikuangalia. Hivyo ndo nilikaribishwa Nairobi. Wewe ulikaribishwa aje? Mpaka na sweat. Ndio story. Wacha tuende kwa Baha. Nimefikia haraka mkubwa. Tumekufikia haraka pana, tuende kwako alafu tuingie kwa Nyoro. Tunamaliza na first lady hapa. Baha, ulikaribishwa aje town? Na ilikuwa town gani? Kisii. Mimi niko na story moja. Kisii. Sijui nasikia niko na story nyingi. Sasa sijui nianze wapi, nianze na gani? Juu niko na ya beti, niko na ingine ninunulishwa binary bot fake, niko na ingine wewe tupe ile ni moto. Ile wewe tupatie yenye una hakuna baridi hapo. Hakuna baridi. Zote moto. Hai. Patie Samaria zote. Acha niwape moja. Nyingine tutapatana. Tumeanza kulia. Sasa ziko enough. Wewe unalia mimi na sweat. Ndio hii beko hapa mbele yako. Nime join campus, nikakaa niko na kasimu nilikuwa nimenunuliwa. Kangangana kasimu kameanza kunini overheat. Alright. Kasimu kameanza kuoverheat nini? Sasa hiyo simu nilikuwa nimebaiwa ikaharibika sasa completely to an extent. Nikaambiwa sijui motherboard yake ilikuwa Technopop 1 zikiwa zimetokea zikiwa moto. Hey, technology kwa moto. Bana Techno. So, nikaamua kuenda home. Kaenda home time kulikuwa na long holiday period. Kaenda home kusalimia mzae. Nikirudi nikapitia side ya Tirum kuna hii side ya archive. Kaenda hapo nilikuwa nimefanya tu writing kidogo. Pia nilikuwa nimehaswa. Niko na ka 15,000 na nimekabudgetia kabisa, nataka angalau simu. Juu sasa unajua ukiwa unafanya writing kila kitu most of the time kwa phone nini. Naambiwa toa hapa. So hiyo huwezi fanya na watu of course. Na sasa nimepoteza simu almost mwezi. Nikaingia chuo fulani. Underline chuo. Yapo tu archives, exactly archives hapo opposite hapo. Kapata mama fulani wa lalo mmoja na mama mwingine mdogo hivi. Alikuwa anaongea Kikuyu. Lazima iko ni Mkikuyu. Profile watu. Unaweza kuprofile watu. Sasa mimi nikaanza kupageni simu. Kulingana na kwanza akaniuliza budget yangu inakaaje. Nikamuelezea. Kuna rafiki yangu alikuwa anauzanga electronics anaitwa Eric. Anakuanga za ile gadgets.
Za ile gadget nikapigia Eriko. Ongeza sauti. Eriko akaniambia niko tao nachukua mzigo lakini niko busy kidogo, unaweza ningojea kiasi nikuje nikusaidie kuchagua simu angalau ita make sense kulingana na ile budget uko nayo. Yeah. So unajua nikimeki simu hii phone call nikatululu natumia na au madam wote wawili wako hapo. Kasichana kingine kakakuja kakasema budget almost kama yangu hivi. Kaanza kutafutiwa simu hapo. Katafutiwa anapewa options. Anapewa option mpaka simu second hands bado walikuwa wanauza hapo. Pewa options. Nikaona kuna option moja ikanibamba. Hiyo madam akaniuliza, "Unakuanga content creator?" Ina kelele yangu hiyo time nilikuwa na YouTube channel ya kupika. Iko by the way. Nilikuwa na YouTube ya kupika. Iko. Bado iko. Sasa ndio. Subscribers ni wangapi? Haya, si watatu. Nimepanda. Kwani nimepanda huko. Cooking with Bahati. Ndio. Iko. Kia hapo YouTube utaiona. Iko. Unapika masamaki nini? Kaka. Anaweza wewe ni content creator. Mwambia yeye. Ndio hata Udem ametoka hapa huyu ni content creator. Akaniambia lakini hiyo simu amechukua. Akanitolea kagunia kakona makaton za simu fulani. Ile simu iko inaitwa hizi, nilikuonyesha hiyo simu. Kwa nini unajifanya kama hizi? Keni hataki kuinvolve. Story ni Hiyo simu inaitwa V-Phone. Ushaisikia simu kama hiyo wewe? V-Phone. Nini ya nyuma ni blue. Cover ya nyuma hapa blue. Hii Wewe tuendelee. simu imeundwa vizuri hata ukiangalia unaona hii ni ya content creators. Madam hadi ananitestia na mkiwa hapo na yeye. Manze video za hiyo simu zilikuwa noma. Safi. Haya, hadi ananirekodi hivi, ananiambia unajua hii tutesa nayo sana YouTube. Huyo madam Kikuyu anasema hata hizi simu ndio zinaenda sana. Sasa amenitolea carton venye watu wamenunua hizo simu. Unaona hizo carton ni za hiyo simu exact one. Akaniambia hata simama pale nikupige picha. Naona picha naona moja. Nikatoka hapo. Nimenunua simu, nimetoka hapo straight T-room. Gari ya kuja Chuka. Yes. Kanyaga mafuta ndio mimi Chuka. Day one unajua bado uko na simu mpya so nini nataka hata kupiga picha. Siku moja nikaeka rumba mix fulani. Hiyo rumba mix ilikuwa around 1 hour hivi. Ngoja sijaelewa. Simu iko sawa. Ukiwa kwa like ukifika simu iko on bro. Hata nikiwa Mwea napiga tu picha. Tuendelee. Nikiwa Mwea nipiga hivi picha. Tuendelee. Unajua bado nataka nikifika hata food napika hiyo siku kwanza hiyo na shoot sasa na ndio nimerudi ambako unajua nimekuwa over. Hi guys. Kwanza simu ni mpya content ni Welcome back to my YouTube channel. Welcome back. Bro. Nikaeka ngoma mix moja ya rumba. Ikaniambia storage full. Mimi nikaona ndio ulibai simu au nani? Actually alinipunguzia alikuwa niuzie 15. Akaniambia jueni content creator na mimi najua nataka kusupport. Utakuwa unachukua kama simu. Hata ukitaka nini unapigia. Bro, madam Walalo anaongea vizuri. Na huyo mkikuyu anamsupport anamwambia huyu. Huyu atarudi huyo. Hapa sasa hapa kijana mzuri. Unaona hata watu by the way place niko busy inawe kuna watu wanakujia simu. I think wanaenda kuuza somewhere else. Juu unasikia eti ile umepigiwa iko. Hiyo ndio maswali unasikia hawa sema hapo. Haya, Rumba mix ndio hiyo. Hajatuambia alinunua hiyo simu pesa ngapi. Anaimba hiyo story. Nilipunguziwa hadi ngapi? 35. Bro, unacheza na mtu amekutolea 1500. Haya, tuendelee. Mimi huyo nikaona hiyo simu
Yezi kwa ni storage. Unajua ni RAM yake ni 4GB, storage ni 64. Nikakuja kuna best yetu anaitwa Philo, laptop Sarena. Nikamletea simu nikimwambia, "Hii simu yangu I think ni kuhang. Hiyo siku nikapata hii jamaa. I think ni kuhang. Hebu niangalilie." Philo akaniambia, "Ushaigongo siku nyingine." Ukitaka kufanya anything else, na delete. Storage ilikuwa 64. Storage inasoma 64. Na imejaa. Yes. Ilikuwa ina make calls. Ladies and gentlemen, swali ambao tunauliza hapa ni ulikaribishwa aje town? Whichever town. Andika hapo kwa comments. Unajua story kaa hii inaweza saidia mtu. Labda kuna mtu anakuangwa saa hizi mahali na ajui. Alafu awatch hii channel aseme na by the way nikana nyorosho. When we come back after the break, tunataka kusikia story ya Nyoro, tunataka kusikia story ya Daisy, alafu tumalize na story ya DJ Kenny. That's it for now. This is the That's It YouTube podcast. Karibuni sana. Ulikaribishwa aje town? That is the biggest question coming straight out of Ndagani Marine Park. Stories zinaendelea. This is the That's It podcast. Sasa tumesikia story ya Greg, tumesikia story yangu, tukasikia story ya MC Bahati. Ulikaribishwa aje town Nyoro? Na ilikuwa town gani? And what happened? Saidia tishu. Machozi yaanze kutoka mapema. Apparently sema tumekaribishwa kama nilikaribishwa na wenzangu. Mulikuwa gang. Sasa kama mnakumbuka last episode nilipeana story nilipewa Alcatel. Nakumbuka simu. Sasa nitakuwa naingia online. Tukitumia kina Wapdam, Waptrick. Na the millennials. Waptrick. Sasa nimeingia Facebook. Sasa umekaa na mzazi nyumbani sana. Sasa yangu ni after high school sasa. Kuna hiyo period ya ushapewa barua ya kuingia kampo. So ushaambiwa nakuja kama nichukue university itakuwa maybe ilikuwa August huko, September ikianza. So barua inakuja ilikuwa kuja mwezi wa pili. Kitu kama hiyo. So for a few months. Kwa hiyo hata mzazi ashaanza kuchoka na wewe enda tu. Hata kama ni furahi umeingia kampo. Toka kwa nyumba. Tafuta kitu ya kufanya. Piga shughuli. Sasa niko na simu sasa nikaingia online. Facebook ndio ilikuwa sasa hizo ndio famous hiyo time. Nikapata na madhe fulani. Hata nimtaje tu jamaa story yake yote wa mama tu. Yako ni wa mama. Alikuwa anaitwa Joy Ventura. I'm sure sasa mkimsearch, I'm very sure bado hapo. She was the main advocate wa kitu itawa M Global. M Global. Sasa mimi niliona then nikapata best yangu tuko naye the same high school. Pia yeye ameona the same idea ati wase wanaenda pale. Sasa inaambia kwa pale andika pale opportunities that can work from home just 2 hours with your phone. Unaona? Sasa hizo kulikuwa na Bamba 5, Bamba 10. Kuna Bamba 10 chat na wase hivi waingiza box waambiaje. Unapatiwa kitu. Kuna opportunities huko online. So nilikuwa naingia masaa fulani, mchana hivyo tu. Patio madhe ya kwa Philippines. So nilikuwa najua masaa yake ni saa 9. Kwa on. So ningeana mchangamke niaje uniambia tukaniambia sasa hata nikupange utakuwa boss wao huko Kenya. Hadi Utakuwa boss wao huko ukikuwa kwa hii group yangu. So group yangu mimi ni mkubwa wa M Global nikiwa Philippines. Ni sasa Kenya natafuta a group akisa nataka wasimamilie. So that means nishapewa kicheo hapa bana. Shapatiwa kicheo, ashaona paper zako. Paper unahitaji papers hapa ni venye unamweka kwa unamfuatilia una text. Okay. Sasa hizo mimi ni kwa good sana na business.
Sasa nimemchocha venye nitafanya, nitaanza kutafuta wasee venye nitawa recruit, venye wataingia box. Akaniambia bas, that's my perfect. It is the people like you we need. Yes. Nimeambia maadhi ni aje. Nimeambia kuna kiko itakuaje. Iko Nairobi hiyo ni hiyo. Ndiko la. Hiyo meeting kuna jambo fulani kwa tumianga. Ni kama naenda kwa weno meeting Interview au si ka interview. So asha ni interview. Hata niambia kwa ofisi sema jina yako. Kama nimesema Sam Nyoro. Orientation. Joy Ventura. Yeah, from Philippines. Yeah. So akaniambia I have to join, but now apparently hiki tu ni kama tu scheme. So ukiwa hapa unatafuta mtu, atafute mwenzake. Pyramid scheme. Yes. So nikaniambia jueni mkubwa unaanza na group ya umadhe. Utakuwa wewe wa kwanza. So ndivyo utafute mwingine anunue hiyo stuff. Okay, elezea kidogo tu. Lazima kuna fee. Kamwambia umadhe ameniambia kuna fee. Mimi nimekosa kuja nisikize story yote. Sasa nikatuma huko ndani kwenye sasa kuna hiyo hall yote. By the way sijaiza hiyo hoteli. Kwa itakuwa 678. Ita 78 hotel. Iko katikati Nairobi. 680 bas. 680 hotel. Ai. Sini wazee itaona bwana. 680 hotel. Nimetuma hot fulani hapo nimekuta hapo wasee. Sasa nikaambia hao watu wako ndani ma millionaires. So part of them. Prospective millionaire. Sinkaingia hapo ndani. So mnapewa story mnaambiwa utakuwa na kitu wasee. Apparently sasa unaelezea wasee kuna vitu mnafaa kubai kama package. So your package lazima explain mtu kulingana na mashida zake. So ni package ya nini? Hakuna mtu ana shida kwa maisha, si ndivyo? So kama mimi sasa nikakumbuka kuna mtu wetu mahali hapo na shida fulani ya kusweat usiku. So unapewa hadi hiyo brochure. Iko na package fulani kama ni substance, ni kama supplements tu. Supplement na kazi yake. So ni wewe grams zako kadhaa ndio nakwambia msee. By the way unakuwa na sweat hii si kawaida. Ukichukua hii supplement bro, wiki ngapi? Wiki mbili uko safe. How much? 3,600. So but you can buy how much? 24,000. Package yote. Hiyo package yote. So ukisha buy hiyo sana ni kama inakuingiza kwa system. Nakuona. So ndivyo ujulikane uko kwa system lazima ubuy hiyo package. Kwa sababu globe najua mnaniona tu. Ngoja hii kitu ilikuwa inaitwa GNLD. Sasa hii kuita kwa globe. Globe iko Alliance in Motion. Alliance in Motion. Anajua ni kauli mbiu. Anaugua pole. Sasa mimi nikaingia kwa hiyo hall sasa tukaexplain kila kitu. So kuna mtu alituambia alikuwa anafanya kazi Chuka. Alikuwa manager Equity. Alituambia hivyo. Sasa ajui mimi niko Chuka. Alituambia ati alikuwa manager akaona kazi mpi pesa. Sasa management akaamua aingie Mglobe. Akaingia Mglobe. Nikajiuliza manager anaacha kazi. Na huko mshahara okay tuseme 60 plus. Mimi nimetoka high school. Mimi ndio naenda huko. Lakini kwa the same hall ya millionaires. Ninanunua hii. Naenda nayo. So tunaambiwa kiklass tunasema 1 mili. Sasa 2 mili. Ya tatu 3 mili. So tunaambiwa na pale na bosi, those are 3 million for you for this week. So your package. Mimi sina pesa hiyo siku. Nikamwambia Joy Ventura wangu, nimeona kila kitu niko sawa but I'm okay with that. But niko na some friends in the box. Nimwambia kuna bishti yangu pia alikuwa ameambia na wewe mahali hiyo story. Kana mwambia bro, acha nikuambie. Sisi ni mamigania. Sasa ndio tunahitaji kampo. Hii kitu ni Hapa ni kusonga. Hadi kuna managers, kuna nini? Kumbe ni vijana kama nyinyi wamevaa suti. Sasa nikamwambia mahali hiyo story. Mama yake I'm sorry, nilikuwa nahitaji la kuingia kampo. Ilikuwa necessary but nayo hiyo package. 23,000. Hiyo package Globe. Sijui kwa nini nijipeleka. Hakuna mtu anataka hiyo supplement.
Ngoja unaskip hapo naona mkipiga history mnaskip place ya pesa. Madhara akakutolea 23,000. 23k. Hayo kwa Kikuyu kama wewe kuna kitu kitakuwa gubato. Kubasha pesa ya chama. Nikamwambia nahitaji la piku kuingia ya kampo. Sasa nikakuja nikabana hiyo package. Okay. Pesa ya laptop umepeleka Global. Very good. Congratulations by the way. Sasa niliponya watu. Nani uliuza? Alikuwa anauzia ndani. Kuna bishara pia aliekelea fee. Wewe tulipewa hizo vitu tulizunguka. Sasa funny part yangu kulikuwa na 6 kwa hiyo package kulikuwa na vitu supplements kadhaa. Kwa vitu zinakaa kama chocolates, nini hizo chocolate. So unaambia watu wa cancer, sijui nini. So mimi niko nazikunywa. Hakuna seeds. Kulikuwa na seeds. Bas. Na seeds hapa. But hiyo kwa naambia unaweza kuongeza kama Viagra. So we So nikuja nisikie story yako hapa ina make sense. Mbona ukisema Viagra unasema story yangu kwa podcast tukaeni. Rudi tu. Sitasema tena. So nikuja nazo. Okay, apparently so nimegonga kama 5 months nimeingia kampo na bado hata sijatumia any shit. So hata hujarudisha bob. Nikurudisha ama ni bado natumia pesa yako kuzurura tu. So nikuja nazo kampo nikapata mbishte mwingine wangu pia huku pia amefanya the same. So tukaungana tukaanza kuzitumia kama frugal. Tukaungana mzikunywe. Kianja sasa chocolate. Sasa hata sijapewa pasi hiyo story daro. Sasa nimeingia nikapata msee anapenda hiyo story. Then by the umkisi. Tukampata hapo nje na gari. Kuna mkizi hapa sio akisiona baya. Sasa by the it's a good thing. Walikuwa na very good package. Karibu nipeane story ya the bar. Watakuwa na kadini kapaka. Packaging iko safe. Sasa imeandikwa hapa Global. So jamani kiona si ni ile staff ama anasaidia kuuza nikampata. Nikamwambia bro rada. Nikamwambia sasa kuna opportunity. Sasa kaanza prepare story. Ninapeana ile conference. Ile 1 million 2 million. Ndio nimwambiaje? Hebu tusaidiane kuuza hiki kitu. Niambia mimi nimehaya gari. Nikuja kudanganya watu wa students wa Chuka University hapa ngo waingie box. Na hivyo ndio nilikaribishwa tu. Sijaishika 20,000 before. Ndishika hiyo siku. Lakini zilienda Philippines. Sitaikusame. Tunasema kwa comments. Najua ako wengi. Watu wa Global tuko wengi na TRD. Kama ushadeal na Global hapo kwa comments, kama ushadeal na Global. Tuambie hata wewe ulikapitia. Atu mind hapa ni kuongea vile ulikaribishwa and you grow every day. Tuko kwa DJ Ken. Vile unakuwaga mjanja hapo ukiingizana box. Uliendaje ulikaribishwa aje town? Mimi nilikuwa town, nilikuwa Nairobi. Ongeza sauti. Nilikuwa Nairobi. Raundi zangu bana napatana na jamaa. Hapo na masimu kama 3. Kanionyesha simu ya kwanza. Kaniambia si tuingie hapa. Tuiangalie. Mimi nikamfuata. Ulikuwa unahitaji ya simu ama hapana, ni vile iliuzwa pesa kidogo. Sasa nikaona naweza hitaji. Unaweza kuwa na simu 2 3 hivi. Ilikuwa simu poa. Bei ilikuwa chini kiasi. Mimi nikamfuata akanitolea simu tukaangalia. Mbona watu wataji mabei? Mimi nataka watu wataje mabei. Ngoja. Ilikuwa simu aina gani? Ilikuwa Samsung. Sasa hizo uko na Tecno. Unataka ku upgrade. Niko na iPhone. Sijakupoint nimepoint ukuta bro. Ilikuwa iPhone. Nilikuwa na iPhone fulani. Unakumbuka iPhone fulani ilikuwa na TV unavuta hivi. Sasa naijua. Sasa uko na hiyo alafu sasa unauziwa Samsung. Samsung unauziwa aje? Unauziwa ilikuwa kitu dawa. Ongeza sauti nataka umafaki. Ilikuwa 6K. Samsung hizo siku.
6K. Curved. Actually ilikuwa kioo iko curved. Na unauziwa 6K. Mimi nikafuata. Twende brother. Nikafuata nikaenda akanionyesha simu. Tumia nikaona iko sawa. Kaniambia sasa hii simu utalipa. Na hakuwa nataka nilipo na M-Pesa. Kanionyesha mahali tunaenda ku withdraw, tukaenda nika withdraw, nikampea, nikaona simu iko sawa. Nikapanda gari. Sasa kufika home kwenda kuwasha simu haiwaki. Huko angalia hata ukiwa kwa gari like huko na hiyo excitement. Nilikuwa na simu nyingine sasa. Una watch TV na wewe hiyo tu. Alafu sasa alikuwa ameniambia battery sijui iko karibu kuisha moto, So itazima. So ukifika home uicharge. Ukifika home ni charge ndo itumie. So mimi nikafika nikaweka simu kwa charge bana i-charge. Kajaribu kufungua ni zile za kuweka battery. Zile za kitambo. Sasa nikajaribu kufungua nyuma ifunguki. Nikapeleka kwa fundi. Ulipata nini? Fundi naye akajaribu kufungua simu haifunguki. Kaniambia labda tujaribu kuivunja. At least tujue ni aje. Sasa tuifungue na akajaribu bado ifunguki. Kabidi tuvunje simu yangu bana. Ilikuwa imewekwa super glue. Round. Bana ilikuwa imestikiwa ma coins. Naona after tumefungua nyuma hiyo area yote ilikuwa imestikiwa coins bro. Mambo na simu. One bob hivi zimestikiwa na super glue. Sasa kikuuzia huko mwanzo hakuna mahali uliwasha hata si nilitumia kama alichangewa switcheroo, inaitwa switcheroo. Unaona hiyo safari ya kwenda kwa M-Pesa hii. Akona simu zinafanana mbili. Moja ni ipo, nyingine sasa ni yenye iko na hizo ma coins. So wewe utafika bana upate hauna simu. Na tumeweka kwa charger. Ingekulipukia huko. Nanunua 5 bob bana. Kuna unasikianga when the deal is too good. So I say by the bado wanakuwa. Hiyo operation mpaka wa leo iko. Hiyo operation mpaka wa leo. Sasa hizo wamekuwa wajanja, vitu zimekuwa mob saa hizi. Hiyo amsho ina run. Sasa na mtu asiwahi sema eti utaigongwa. Kwanza wanawake vile wanajifanyanga wajanja. Daisy. Kulienda aje? Ulikaribishwa aje tao? Hapo tu kwa simu. Najua mamangu atasikia na sister yangu. Watu watatu wako na shida sana. Najua niliwadanganya. Siku ya ukweli inakujanga tu. Siku ya ukweli ndio hiyo. Apologize ya mama kwa kamera kwanza. Mom. We move on. Tunasonga na siku but lakini najua ninalipanga. So yangu imekuwa hii, nilikuwa after form 4 nimemaliza. Tuko pale like utafanya nini? Nikapata deal na best yangu ananiambia twende pale Pumwani Hall kuna auditions za Setbox. Kuna hii shughuli. Ilikuwa tu sawa. Nikaenda pale. Actually tulienda National Theatre kwanza for auditions. Ndio nikachukuliwa na Nairobi Theatre Players. Players Theatre, yes. Nikaingia pale Pumwani. Sasa unajua safari ya kutoka Umoja hadi Pumwani. It's a matter of life and death. A matter of taking care of what you have. Jishikilie kiwewe. Yeah. So the first time, second time, that time, wiki ya kwanza ikapita, ya pili, ya tatu, unacho tu kupanda 17 tu ni umeshikilia tu maisha yako. Kufika pale Pumwani sina simu. Sina simu. Lienda wapi? Sijui. Mimi nikipanda gari nilikuwa na simu, kila kitu nilikuwa nayo, lakini sikuwa na simu. Ulikuwa umeweka wapi ukipanda gari ulikuwa umeweka wapi simu? Kwa bag. Weka huku kwa nini? Kwa nyonyozi bana. Nimesurvive hizo siku zote, niyo siku nitaibiwa. Okay. So mimi nikaibua simu. Bishtangu akaniambia nimeenda stress zimenishika, nikaenda home jioni at least bishtangu kazidi na fare, karudi home. So kwa home madha akanipatia 10k. Naambia shikilia hii do. Ukamwambia una simu. Shikilia do.
nitakuongezea ama utajua venye utafanya. Mama Daisy, wote ulipo ubarikiwe na zaidi na asigongwe tena. Tutajua venye utaongezea. Wewe tafuta simu ujue zina range wapi tutaongezea. Sasa pale Nairobi Theatre tukafanya ka show hivi nikapata 55k. Kajina hivyo ningoje mzazi. Sinaweza jipanga hata aone mtoto wake. Anajituma. So kutoka pale Pomwani nikafika wapi? Nikapanda pande tao. Nipitie Gikomba, Achum. Mimi na best yangu. Tuko hapo vitu tunaongea tunaenda kununua simu. Kuna mtu amesikia hawa wako na mission. Tumefuatwa. Tumefika tao. Wasichana mnataka nini? Tutatafuta place tunaweza kununua simu. Kuja nionyeshe. I got you. Niulize tulipelekwa wapi? Wapi? Daisy hadi leo sijui nilinunua hiyo simu wapi. Gizani. Huko unaingia ni mchana lakini kuna giza. Yes. Tumenunua simu, tumeangalia kila kitu. Everything was okay. Hadi line nimewekewa ndani. Na hadi nikapigia madhe kwambia nimenunua simu. Congratulations. Sasa niko tao nimenunua simu. Haya, na ni simu ya maana unaonyeshwa sasa hizo. Yes. Basi harakisha ukuje home. Pale wakati tulimpatia simu sema like saidie simu kidogo niwaekee screen protectors juu nini? Vindo vichenjanga. Ndio nibadilishiwe. Wewe na huyu. Nimebeba macoins. Hapana, dami. Kale ka display kale. Guy. Lakini hiyo kitu sinapanga light. Napa ni watoe huku siku nzuri. Ndio Madem, Jumi mwaleta. Tukinga haraka. Hata simu ametubebea. Hadi ya best yangu amebeba. Tumeona mwangaza. Tumepewa simu. The moment alitupea simu ni light. Inapanga light Si simu. Yai. Na jamaa shawaambia kwa haki. Stress iliingia sasa best yangu. Tuko sawa? Hapa. Ngoja. Tuko sawa. Ngoja best yako. Yake ilikuwa sawa. Hii yangu. Sio SIM card. SIM card imeenda? Simu. Pesa. Sasa rudi home. Na umepigia madhe ukamwambia nimenunua simu. Niko na simu. Kafika home. Sijafika home. Sasa unaona pale gari za Umoja, kuna za Umoja, kuna za Inaco, kuna za 3. Hapo stress imenigonga, ndizo nilipata gari za Umoja 3. Wewe ulikaribishwa hii town vibaya. Best yangu sasa amenipea fare. Sasa nimepata tu gari za Umoja 3. Hii safari ishi. Na pressure hata uoni. Baadaye tumepita Caltex niko like nitashukia hapo mbele. Sasa hii gari simami. Ami ama dama tushukishi huko. Kweli makanga mkajamii maybe ameenda kupitia huko nini inaitwa zile hospitali Mama Lucy. Mama Lucy. Aingilie Umoja. Tumepita Mama Lucy. Guy. Tunaenda wapi? Ambi gari ni Umoja 3. Umefika ile point yenye uko na stress, uko like anyway ni basi. Kill me now, baby. Take me where you want to. Unajua nilingoja nifike Umoja 3 ndo ni regain. Nipigie madhe nimwambie mimi niko Umoja 3. Sasa unampigia na nini? Na uko na hata wewe nitumie fare nitaeleza baadaye. At least madhe anajua ni town. Wewe karibisho baba. Hapo ndio nilikaribisha. Sasa ukafika Umoja 3 ukatumia simu ya msetu random akakusaidia. Actually hata ni yodo ndani alinipa simu yake. Ndio akatumiwa fare, akamwambia make sure nimerudi. Kukaribishwa. Make sure amenifikisha hapo. Plan B. Juu sana uko na pressure. Na akaniumengi kwani ni kuingilia wapi pale? Yeah. Sasa juu unasema ulidanganya madhe. Sasa ilibidi nimeambia madhe. Hapo kwa matatu ndio nilichanganywa na sikujua nani alinibia. Sawa madhe. Madhe, apology accepted. It's okay. Ninakumbuka ya mwisho. Hapa ni kumalizia. Sasa unajua ile kutafuta atacho.
Ukienda kutafuta attachment unapiganga luku. Piga ile kale kasuti uko nako, siko na kutafuta na suti. Ulikuwa na suti ya tacho. KBC kwani si unaenda unaambia mzazi I need a suit. Anakuuliza ya nini, anakuambia ya attachment. Unapatia suti yeye nikomba koti ya 150. Koti ya 150 shati. Shamba kabisa kuna suti long, hii koti ni black ile dark kabisa. Na cocktail. Huyu sasa anasema suti. Hapana, si ndio? Si unaingia kikoshi unatafuta hizo. Ukisha match sio ni suti. Na match. Hii ni grey na hii ni black. Na sport shoe. Mimi huyo ni passport shoe. Tuko watatu. Naitwa Kelly Kimathi, Emmanuel Ligunza, Dennis Mugo. Piga suti. Unajua kwanza atacho KBC, unaenda unalipa. So unapigia mzazi, lazima ulipe for you to apply. Unawalipa ilikuwa so 7. Ushagongana huko umwambia mzazi ni dhao. Transport kule ni nini. Ushatumia kila mtu tao yake clean. Mi kwa akili yangu niko najua Citizen, niko na through pass. So itao sina pressure nayo. Nilikuwa na through pass KBC yenyewe. Lakini pia nilikuwa nimeapply Citizen nini. KBC ndio nilikuwa na through pass. So hii so 7 sitalipa. Tumeenda maboys wamesha patia na mapapers, washalipa do yao. Mimi bado nimebaki na tao yangu. Nyuma ya KBC kulikuanga na Afco bia ni so mbili. Nikaambia vijana, si wewe uko na so 3 yako? Wewe uko na so 3 yako? Mimi si niko na yangu yenye niko nayo. Tuingie hapo Afco tupige hata kani moja. Alafu turudi kampo. Tumepiga moja hapo tu vizuri nini hata tuongee. Sema I hope you atachoi come through. Inshallah. Tukatoka. Tulitoka late kitu saa 1 saa 2 hapo. Unajua ni ile pombe unaimumunya ni bia moja lakini unaikunywa for hours. Sana jua ubo yako na so, na mwingine yako na so. Mimi niko na kitu kaso 8 hivi. Kaambia tuingieni Monte. Jua Monte Carlo. Sasa hata hatujui kama tumepata atacho. Tumevaa nini? Suti. Kama unajua Monte Carlo ni base ya reggae deep. Wale unasikianga si reggae za ati don't worry, ni waka. Unajua hizo reggae zenye hata zinanga base ni waka. Tukaingia hivi, mimi najifanya najua hii base. Tulikuwa na Emmanuel ndo alikuwa jamaa, unajua ule ghetto ule, yeye anajua mabase za reggae ni nini. Tukaingia Monte. Emmanuel asha set ya rules. Kwa ukiingia si dance na demu. Mademu wote hao ni wa watu. Demu hata kwa usijari sawa. Kitu ya pili, tusiachane kwenye tunakaa tunadansia, usijaribu kusonga ni nini. Hizo siku unajua bia moja ilikuwa ina gonga. Kwanza ya Afco unapiga hivi moja alafu sasa mimi naongeza zingine shots. Tunasikia tu hapo paka. Kumbe wase wanaingia tu katikati yetu tu hivyo wanatuseparate kidogo. By the time unainua macho hivi uoni maboyo wako Emmanuel yashaenda. Emmanuel ayuko Kelly mtu apatikani. Ushasurroundiwa na wagenge ujui. Lakini ujui kama wanajuana. Mimi nishaambiwa wewe kijana, unajua umevaa suti. Na ile kitu yenye inakuanga most important kwa suti ni nini? Kiatu. Shaambiwa bro, kuna kiatu fiti. Nishamwambia thanks bro. Nimekwambia kuna kiatu poa. Sina wewe singi sawa. Niambia utoe kiatu kijana. Sasa unajua kiburi. Ambia buda unanisho nini wewe? Sasa niko second year hapo najiona hai. Hakuna kinaweza niambia. Shamsukuma hivi. Bro, wote walikuwa around me. Niliona tu wase wamesimama hivi ati. Nikajua hapa ni ngori na sioni watu na hivi wewe hata nikiwaona tuko wangapi, tuko watatu. Nitoa tu kiatu vizuri. Kaimaliza.
wakaidunga, wakanipatia nini? Slippers. Alikuwa nazo. Ni wazuri, wakanipatia slippers. Sasa unaimagine umevaa suti juu chini alafu chini kuna slippers. Nikaambiwa toka nje ya club. Mimi nikashuka, mote unapandanga to stairs hivi. Nikashuka uto to stairs. Sana shangaa maboy wangu wako hapa. Nikifika hapo mwisho wa stairs, napata vijana yangu yote na slippers. Kaambia welcome to Nairobi. Anyway, ladies and gentlemen, hizo ni stories zetu za vile tulikaribishwa town, vile tuligongwa. Wewe ingia hapo kwa comments utupigie stories zako. Lazima tuziongee zitoke. Next week tunaongelea something else. Thank you so much for your subscribing, for your following, for your comments. Tunawapenda. Yeah. And until next week, That's it. that's it.